asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili ni shule yetu ya Jumapili. Tunashukuru Mungu tumefika Sunday school. Karibuni sana watoto. Mimi nikiwa mwalimu wenu Joyce Kaptich, tutaendelea pamoja. Na kabla hatujaimba, hatujasema verses, ningependa Faith Chebet atuombe. Tuombe. Dear Heavenly Father, we come before you. We thank you for the gift of life that you have given unto us, oh Lord. You know, even the sins that you have done. We ask you forgive us, oh Lord. You know, when we are going to start this program, guide us, oh Lord, and protect us. In Jesus' name I pray. Amen. Asante Faith, asante kwa maombi. Mungu akubariki sana. Sasa nataka tusimame tuimbe kwa pamoja, tukiongozwa na Abel Kiproti. Tusimame watoto. Asante kwa nyimbo nzuri Kiprotich, Mungu akubariki sana. Tuende sasa kwa memory verse.
Tuko na memory verse. Tulijifunza last week, leo tuko na memory verse tutasema. Na ningependa Abel Kibet atuanzie. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Kibet. I have a memory verse from the book of Matthew chapter 7 verse 7. It says, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abikal Chiroti. I'm to share memory verse from the book of James chapter 4 verse 10 says, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Methali 3:5 inasema hivi, mtumaini Bwana wa moyo wako wote. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Faith Tibet. I want to share a memory verse from the book of Isaiah chapter 41 verses 13. It says, I am the Lord your God. I strengthen you and say, do not be afraid. I will help you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Yakobo mlango wa 4 mstari wa 10 inasema hivi, jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Kibet and I have a memory verse from the book of 1 Corinthians chapter 16 verse 14 and say, do everything in love. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Zaburi 23 mstari wa 1 nasema hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Stacy Chalangat. I want to share a memory verse from the book of Philippians chapter 4 verse 13 and it says, I can do all things through Christ who strengthens me. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Zaburi mlango wa 18 mstari wa 1 inasema hivi, wewe Bwana nguvu yangu, nakupenda sana. Asanteni sana watoto. Msisahau kila mara tuwe na memory verse, ndio? Haya, wiki iliyopita tulijifunza lesson. Tunakumbuka ilikuwa inahusu nani? Daudi na kilema wa Jonathan. Tuliona hiyo hadithi mzuri sana. Ya upendo. Haya, leo tutaona tena hadithi nyingine kuhusu tena Daudi. Bado Daudi ni rafiki yetu, si ndio? Tunajifunza mambo mingi kuhusu Daudi kwa sababu alikuwa anapenda Mungu sana. Leo tutajifunza kuhusu Daudi na askari zake shujaa. Daudi na askari zake shujaa. Hii ni hadithi nzuri sana. Na kabla hatujaenda kwa hilo hadithi, nataka turudie somo. Nataka niwaulize maswali. Nafikiri hamjasahau lesson yenye tulijifunza hiyo wiki yote, tumejifunza juu ya Daudi. Hebu tusikie kurudia somo la kwanza. Aya, mimi ni mfalme. Mara nyingi nilikuwa na huzuni na taabu. Nyakati nyingine Daudi mfulana mchungaji alinipigia kinubi. Nilikuwa mfalme muovu. Nilimwonea Daudi wivu. Mimi ni nani? Mfalme Sauli. Very good. Mimi ni mwana wa mfalme Sauli. Nilikuwa rafiki mkubwa wa Daudi. Daudi na mimi tulitoleana ahadi. Nilimjulisha Daudi kwamba baba yangu anataka kumuua. Mimi ni nani? Yonathani. Wow. Sauli alipokwisha kufa, mimi nikawa mfalme mpya wa Israeli. Nilikuwa nikichunga kondoo wa baba yangu. Nilimuua Chitu Goliathi.
Nilimwachilia Sauli maisha alipolala usingizi pangoni. Mimi ni nani? Daudi. Wow. Baba yangu alikuwa rafiki mkuu wa Daudi. Mlezi wangu alikimbia hali amenichukua mkononi mwake ili aniokoe na askari. Alipochukua nilianguka na miguu yangu ikaumia. Nikawa kilema. Nilikaa pamoja na mfalme Daudi nyumbani mwake. Nilikula mezani pake. Mimi ni nani? Vizuri sana watoto. Hamjasahau. Mungu awabariki sana. Nataka sasa tuone vile askari Daudi na askari zake shujaa walifanya tendo gani. Kwa hadithi ya Biblia, ili somo tunapata katika kitabu cha Samueli wa pili, mlango wa 23 mstari wa 13 mpaka 17. Watoto wenye wako nyumbani wanaweza soma hapo. Sasa nataka tujifunze tuone vile Daudi alikuwa amekuwa sasa, tulijifunza amekuwa mfalme. Haya, iko sasa wakati Daudi saa ile sasa amekuwa mfalme, ndio sasa ameanza kuangalia mji, ameanza kuendelea na kazi. Si tunaona? Tunaweza na Daudi sasa anatembea kidogo, vita tena ikaanza kati ya watu wa Daudi wa Israeli na wa Filisti. Tukasikia vita kali ikaanza tena. Kitu yenye ilifanyika, Daudi sasa akapewa habari ya kwamba Wafilisti wameanza kuiba kondoo ya Waisraeli. Na tena wanaiba chakula kwa shamba. Sasa kikaleta huzuni sana kwa Daudi. Ni kama angependa amani ikuje, angependa watu wasipigane tena, vita hii ishe. Sasa Daudi akaanza kusimama karibu na penye alikuwa anaishi. Ni kama macho yake ikaangalia mji unaitwa Bethlehem. Bethlehem ni mahali Daudi aligrow. Akiwa mdogo hivi alikuwa Bethlehem. Sasa aligrow akiwa huko, ni kama kichwa yake sasa ikamkujia, akaanza kufikiria vile Mungu anampenda, vile alikuwa anamuimbia Mungu akiwa mdogo, vile alikuwa anachunga kondoo wa baba yake. Akaanza kusema akaona ni Mungu amemsaidia na alipata ujasiri kabisa. Tunasikia kwa vita yake, si amekuwa mfalme, sasa mfalme anakuwa na watu wa vita, anakuwa na maaskari. Alikuwa na maaskari 37. Lakini kwa hawa yeye alichagua 3 wenye walikuwa anatambulia kwa vita, wenye walikuwa wako na shujaa, walikuwa marafiki ya Daudi kabisa. Sasa tunasikia kwa story yenye iko kwa Biblia, hao 3 walikuwa wanampenda Daudi sana. Walikuwa viongozi wa hawa maaskari. Sasa wakaenda, sasa walikuwa wameambiana waende waone ile vita yenye inaendelea huko, waone sasa vile watafanya. Na tunaelezewa ya kwamba Daudi alikuwa anaomba ndani ya moyo wake wakienda. Kumbe hii mwendo hakuna hata kuingia gari ama nini, ni kutembea mguu. Na jua inawaka, mnaona? Sasa tunaelezewa ya kwamba Daudi saa ile walienda na maaskari yake, kufika mahali akaketi chini akaanza kusikia kabisa kiu. Umesikia kiu? Ndio unajisikia kabisa kukunywa nini? Ukisikia kiu, maji, si ndio? Kwa sababu ya joto na mwendo mrefu, Daudi akakaa chini akasema, I wish mtu angeniletea maji. Na alikuwa anajisemea. Kumbe maaskari yake 3 wakasikia. Lakini hawakuambia Daudi wamesikia. Kwa story tukaambiwa walienda pole na kukimbia kabisa mpaka Bethlehem huko. Juu Daudi alikuwa anatamani kuna mahali maji safi, maji tamu yanatolewa huko. Sasa alikuwa anatamani sana aletewe hiyo maji, lakini alikuwa anaogopa kutuma maaskari yake kwa sababu kuna vita na ni hatari. Lakini hao 3 wakaenda na ujasiri, hawakuogopa. Daudi tu alistikiwa analetewa maji. Analetewa maji na hao maaskari 3. Hiyo ni upendo mkuu, si ndio? Na hiyo ni ushujaa. Na walikuwa wameogopa kwa sababu huko kulikuwa na vita. Na alikuwa anasema kama angetuma maaskari wake waende wamletee maji ni kama kupea hawa hatari.
Unaona watoto, lakini walikuwa shujaa. Si Daudi alipata maji, na tunasikia haya maji alipopata akapeana ikuwe sadaka ya Mungu. Alifurahi sana, kwa sababu aliona vile hao maaskari wake watatu wako na ushujaa na hawakuokopa, wakakimbia kabisa kuletea mfalme yao nini? Maji. Tunajifunza nini watoto? Mungu anatuambia tukue washujaa. Sawa, tusiokope, tuwe washujaa. Sasa ile tunaendelea kukua katika Kikristo, tusiwe watoto wa kurudi nyuma, tuangalie mbele, kwa sababu Mungu anatuongoza. Si tunaona? Hebu tuone verse yetu na tuseme kwa pamoja. Yoshua 1 mstari wa 9. Yoshua 1 mstari wa 9. Inasema hivi. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope. Wala usifadhaike. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Hiyo verse ni mzuri sana. Si mnaona? Hii verse tusisahau. Inatuelezea kabisa vile inabidi tusimame, tuwe washujaa, hata kanisani, hata nyumbani, hata tukiwa Sunday school. Si ndio watoto? Na Mungu atatusaidia sana. Hebu turudie hii verse. Yoshua 1 mstari wa 9. Yoshua 1 mstari wa 9. Inasema hivi. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Tusisahau hiyo verse watoto. Na Mungu awabariki sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Baba kwa nafasi njema kama huu. Asante kwa neno lako. Asante Baba kwa sababu umetufunza kuhusu maisha ya Daudi. Asante kwa watoto wanapokuwa wakuwe na moyo wa ushujaa vile neno lako limetuambia. Tubariki Baba na utuongoze, kwa sababu tunaomba katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Mbarikiwe sana watoto. Asante.